sio dini ya kumba ya iladi. Mtu nasali alafu mbinguni huendi. Hii sio dini. Ufika mahala kama tumedhamiria kwenda mbinguni, tuwe tumedhamiria kweli. Amina. Na Jumapili gani ile nilishazungumza hapa na kuzungumza kwamba hata nyie mnayotuhudumia hapa, nilisema kwamba yaani ukiona wewe hauko vizuri usipande hapo madhabahu. Na nilisema kuanzia mimi mwenyewe huku halafu na nyie wenzangu hapa, yaani ukiona ya kwamba wewe hauko vizuri usipande hapa madhabahu. Ni mwiko. Na ukiwa unapanda ukiwa hauko vizuri, yani pale unatengeneza kesi kubwa mbele za Mungu. Haleluya. Unatengeneza kesi kubwa. Hata kama kesi ilikuwa iwe ndogo, yeye kumbe tengeneza kesi hiyo imekuwa ni kubwa. Wakati mwingine ambayo inakuwa ni ya kifungo cha milele. Wale wanaobaka watoto mitaani humo, au ikitokea mwanafunzi amebaka huko, yule aliyebaka huo wanasema miaka mingapi? Miaka 30. Sasa kama amefanya hivyo, mtu alikuwa na miaka 40, ametenda tendo hilo, amekamata, alafu anaenda kuwekwa miaka 30, ili huyo atakapokuwa anatoka atakuwa na muda mwingine wa kuishi duniani na ataishia huko. Sasa nazungumza hivyo kwamba chonde. Kwa hiyo kama tumeamua kwenda mbinguni, tuamue kweli. Hakuna habari ya michanganyo. Sisi tumeshatoka kwenye dini, tuko kwenye neema, tuko kwenye wokovu. Mbona hapa tusome amini? Kwa hiyo na kwenye wokovu hatuendi kwa michanganyo ya vitu mbalimbali. Na wakati mwingine tumetafsiri hiyo michanganyo labda ni dhambi tu za uzinzi, dhambi yani zote, uzinzi, chawi, wizi, ujambazi, vitu gani, yani korokoro vingine vinavyo. Paulo mtume kwa Wagalatia amezungumza, si ndio? Na anasema na mengine yanayofanana na hayo. Na anasema watu watendao mambo ya jinsi hiyo. Na unajua mwingine anasema, mchungaji anasema tu labda amekosa ya kuzungumza. Hebu twende kwa Wagalatia hapo tuangalie. Anasema na mambo yanayofanana nayo, watu watendao mambo ya jinsi hiyo wasitegemee kuiona mimi. Kwa hiyo ndugu yangu, kama umeamua kwenda mbinguni, mimi ninakushauri uamue kweli. Tuamue kweli. Wote, mimi na nyie wenzangu, tuamue kweli. Haya. Galatia ile 5 na mstari ule wa 16 anasema pale. Ndio. Tumia mic ile ataliyeko kule nyuma kula sio. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Endelea. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya unayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya. Hapo ndio paangalia matendo ya mwili. Anaposema matendo ya mwili, yani ni matendo ya dhambi ambayo mwili hasa unapenda, na kama utakubaliana na matakwa ya mwili katika haya ambayo yatasema hapa, manake wewe usitegemee kuiona mbingu, na usipobadilika usitegemee kuiona mbingu. Na kama unatamani kuiona mbingu, ni kuamua kubadilika mapema. Endelea msomaji. Uasherati, uchafu. Anasema taratibu. Kwanza anasema kitu gani? Uasherati. Wakati mwingine huwa tunatamani tuzungumze nini maana ya uasherati.
Nini maana ya uasherati? Uasherati manake ni tendo la zinaa au ni tendo la ndoa ambalo mtu hajaidhinishwa. Kama ni binti anaingia kutembea au kushiriki tendo la ndoa na kijana wa kiume, au kijana wa kiume anaingia kushiriki tendo la ndoa na binti wakati yeye hajaoa kihalali na hajaolewa kihalali, huu unaitwa ni uasherati. Mungu atusaidie. Unaitwa ni nini? Kwa hiyo anasema matendo ya mwili, uasherati. Ukishafika mahala ukaanza kuingia kwenye kona hizo, unajifungia juu ya ufalme wa Mungu. Unajifungia. Endelea. Anaongeza anasema nini tena? Uchafu. Uchafu nao ni jumla ya dhambi. Inaweza kama ni uchafu ambapo ni dhambi za aina mbalimbali, lakini pia hata uchafu kama uchafu wa mwili. Jamani, amina. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu msafi, ni Mungu mtakatifu. Sitakuta mtu anakaa mchafu huku anasema kwamba anaiona mbingu, huku anasema anaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Ya watu wachafu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mbingu ya watu wachafu. Hata kuoga hamna. Maji yanakuwa ni mvwe. Nguo zenyewe ndio hivyo. Sabuni zipo lakini kuzifua nguo hamna. Waliokoka hawakai kichafu. Sema amina. Waliokoka ni wasafi kulingana na Yesu wao alivyowaokoa. Hiyo lazima mtu uwe safi. Tuko pamoja? Uwe msafi, sura unakaa kama mtu ambaye yani ni kama ni mtengeneza mkaa. Ni mnyopa mkaa. Uchafu. Sana utachoka tu kusimama, lakini simama hivyo. Zuri imekutana hii na kijana mwenye nguvu. Kwa hiyo uchafu ni aina ya dhambi za aina mbalimbali, na pamoja na uchafu wa mwili na wenyewe. Mswaki mdomoni na wenyewe unashangaa upiti. Lazima na mswaki uwe unapita mdomoni. Sema amina hivyo. Lazima upite. Na mambo mengine. Mungu ametupa utajiri. Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema kwamba sina sabuni, sina mswaki, sina dawa, sina nini. Hamna. Kwa mtu aliyeokoka lazima ni msafi kama Mungu wetu alivyo msafi. Endelea. Ufisadi. Sasa unajua Magufuli alipokuwa anaingia madarakani alisema najenga mahakama ya kuwafunga watu gani? Mafisadi ambao ni wahujumu. Haya, tafsiri zingine wewe utaendelea kuzitafsiri. Endelea. Ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Sasa hapa kwenye ibada ya sanamu mara nyingine tumeona labda ni wale tu ambao wanazisujudia zile sanamu ambazo zimechongwa kwa mikono ya wanadamu, lakini kuna aina nyingi ya ibada za sanamu. Sasa watu wa Mungu, unaweza kaitengeneza kazi yako unayoifanya kama ni ibada ya sanamu. Yeye kwa Mungu hauko, ila wewe unaabudu kazi yako. Wenzako wanapiga pambio kanisani, wewe uko kwenye jembe au kwenye shughuli yako. Hiyo ni ibada ya sanamu. Inapofika mahala Mungu anahitaji umtumikie kwa pesa zako, hutaki au usitaki kumtumikia Mungu kwa pesa zangu, hiyo pesa inaweza kawa ni ibada ya sanamu. Bwana tusaidie. Ibada ya sanamu. Hebu angalia ni namna gani. Hiyo nayo panua wigo. Lakini kuna aina nyingi za ibada za sanamu. Na wewe kama mwili, mtu anautengeneza mwili. Wewe muda wa Mungu umefika wa kuwepo nyumbani Mungu. Wewe ndio kwanza kabisa unautengeneza mwili. Ndio maana hata Paulo alifika mahala hata wenzetu wanaosuka akawaambia kwamba msisuke nywele, maana aliona yeye muda wa ibada umefika. Mtu yuko radhi apoteze ibada aendelee kusuka nywele. Akasema marufuku kusuka nywele. Bwana tusaidie. Amen.
wala haikuwa dhambi, lakini sasa kutokana na kwamba watu sasa wameanza kuabudu nywele, akaweka marufuku. Na hata hapa ikionekana kuna watu, basi Mungu anipe macho ya kiroho. Onekane kuna watu ambao wanapoteza ibada kwa sababu ya kusuka, naweka marufuku hata mimi nitakuwa Petro, naweka marufuku. Tabaki tu na wale ambao wameamua kwenda mbinguni. Na naomba mseme amina na hapo. Sasa wewe muda wa ibada umefika. Halafu wewe ndio kwanza naweka na wewe. Wapi na wapi hapo? Hiyo sio mbingu tunayoiendea. Sawa watu wa Mungu. Mungu kwanza. Halafu mambo mengine yashike nafasi ya ngapi? Nafasi ya pili. Lakini sio mambo mengine yashike nafasi ya pili alafu Mungu aanze kuchukua nafasi mambo mengine yashike nafasi ya kwanza, Mungu ndiye aanze kupewa vipaulo. Wapi na wapi? Vitu pure original vizuri ndio uanze kupewa mwili. Uambie mwili, tuambie mwili marufuku. Bwana Yesu asifiwe. Tuambie mwili marufuku. Jamani tunaenda mbinguni. Endelea kusema. Uchawi. Jamani haya mambo sijasema hapo. Uchawi. Sasa jamani mpaka ni aibu kuona mtu aliyokoka inaanza kusadikika kwamba ni mchawi. Hata aibu hamna. Unaokoka alafu unakuwepo nyumbani mwa Mungu pamoja na uchawi. Ni aibu kubwa. Tunapookoka tunaachaga na uchawi. Sema amina. Kwa taarifa wachawi nao hawaendi mbinguni. Kama wewe una vitu vya kishetani viitwavyo ni ushirikina, sijui uchawi, sijui ni chuma ulete, makwego hayo, usitegemee kwenda wapi? Mbingu haipo kwa ajili ya kwako. Wingi mbinguni. Hata kama utaabudu utakwenda kwenye kanisa la watu wa Mungu waliokuwa, wewe unasindikiza. Muulize jirani yako mwambie na wewe labda unasindikiza. Anasema amedhamiria. Bwana Yesu asifiwe. Wewe bado kumbatilia vitu vya kishetani, ushirikina huo uchawi unakusaidia nini? Mbinguni huendi kwa taarifa. Na hata kama uko hapa ngoja ni maombi kwamba Bwana afunue siku moja tukukurubushe hapa. Waambie ondoka hapa sio mahali pako. Hapa tuna watu ambao wameamua kwenda mbinguni. Jamani amina. Nasema hapa tuna watu walioamua kwenda wapi? Mbinguni. Ukome na ushindwe na ulegee. Ambao utakuwa una vitu vya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Acha kabisa kama umeamua kwenda mbinguni amue kweli. Acha vitu vya kishetani hivyo viache huko. Sasa hayo ndio mambo ambayo endelea utapata majibu kule mbele. Uadui. Mtu anatengeneza uadui na mwenzake na jirani yake. Wewe unakuwa ni adui. Unaacha kuwaza safari ya mbinguni ila unawaza uadui na mpendwa mwenzako. Muona lini? Hata aibu hamna. Itakusaidia nini? Kutengeneza uadui na mpendwa mwenzako. Na hata ikiwezekana hata sio mpendwa, hata na mtu tu wa mataifa. Hatuna muda huo wa kutengeneza uadui na watu jamani amina. Hatuna muda huo. Nasema Mungu anataka sisi tuwe ni rafiki wa watu wote. Ndio maana anasema mara pengine wapendeni adui zenu. Tena waombeeni hao adui zenu. Na wakiwa na njaa wapeni chakula. Sasa utakuta mpaka ni aibu mpendwa na mpendwa mpaka hawasalimiani. Ila kasoro wapi inawezekana hawapo. Mko hapa? Hebu muangalie jirani yako. Hapo kuna tabia moja siku hizi utashangaa watu wapo kanisani ili nisisalimiane na huyu utakuta na hama leo anakaa pale, kesho anakaa pale, leo anakaa pale, leo asitakagongana na yule ambaye hasalimiani naye. Kama utashangaa wapo.
Ngoja siku nyingine tutafanya mchanganuo. Haya, wewe nenda kakae pale, na mimi ngoja Mungu anipe macho ya kiroho, anijulishe kwamba huyu na huyu hawasalimiani. Nitakwambia wewe mwenye ndio kanenda kakae pale. Mkae na huyo ambaye amsalimiani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tabia nayo ni mbovu. Haifai kwa watu ambao wameokoka. Jamani, amina. Haifai. Sisi ambaye hatusalimiani ni shetani tu. Sasa shetani na mwenyewe huyo tukasimame naye wapi? Basi, lakini kwa watu ambao hata kama wanaotumiwa na shetani, wale tunawasalimia. Jamani, amina. Yaani kwa watu ambao ni wapagani, hata kama ni washirikina tunawasalimia. Maana hao ndio tunaowataka waokoke, lakini sio ameokoka, amesema nimeokoka, amekuja hapa alafu amebeba na madudu yake. Huyo tunaweza tukakata kwa kusalimiana. Na Biblia inasema mtu kama huyo msimpe salamu. Jamani, amini. Haya, tuendelea. Ugomvi huu unaendana na vile wivu, fitina, nini? Endelea. Wivu. Ugomvi, wivu, nini? Hasira. Hapa na penyewe hata kusema mtu ameokoka unadhani ni pagani ambalo alijawahi okoka hata siku moja. Bwana tuponye. Hata mimi kama nakuwa na hasira isiyo na maana yote, nipone kwa jina la Yesu. Sisi tuna hasira na shetani, lakini hatui na hasira na mpeka mwenzetu. Hatui na hasira hata na mtu yote ambaye hata kama hajaokoka, hatui na hasira naye. Hebu muangalie jirani yako, ana tabia ile ya hasira. Maana watu wanaonekana mtu tu akiwa hapa ndiye anaonekana ana uso wa tabasamu. Ngoja pishane kidogo na mpendwa mwenzake, hasira mpaka hapa. Inataka ipitilize mpaka kichwani. Okoka, mwambie Bwana niondolee hii hasira. Na Biblia inasema hasira inakaa kwenye vifua vya watu gani? Na hii Biblia inasema hasira ina tabia ya kukaa kwenye kifua cha mtu mpumbavu. Hapo unamtukana mtu hapo? Kama ni kutukana basi Biblia imetukana. Inasema hasira inakaa kwenye kifua cha mtu mpumbavu. Sasa sijui kama wewe unapenda utendeaje ukiwa mpumbavu au namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio mtabasamu basi. Sasa mbona unaninunia hata mimi? Nimekukosea nini? Bwana Yesu asifiwe. Haifai kitu kama hili kwa mtu ambaye ameokoka na ana safari ya kwenda mbinguni. Awe ni mume wako, awe ni mke wako, tengeneza mazingira ya kuwa na tabasamu naye. Kwa ni jambo la baraka. Jamani, amini. Sasa maana ya kusema umezaliwa mara ya pili ni hivi. Paulo kwa Wakorinto wa pili 5:17, jamani, si anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa mtu gani? Kiumbe kipya. Anasema ya kale sasa ya kale ni pamoja na hasira hizo. Ya kale ni pamoja na wivu huo. Ya kale ni pamoja na ugomvi huo. Sasa baada ya kuokolewa, ya nini vitu hivyo vianze tena kutembea katikati ya mtu huyo aliyeokoka? Mungu atusaidie. Kubali kuokoka leo. Na kama una tabia hiyo, baada ya kumaliza haya njoo hapa tukuombee. Ili ya kwamba hasira hiyo itoke, wivu huo utoke, na tabia zingine zitoke. Mwambie Bwana, inawezekana bado sijaokoka. Mbona hasira bado ipo? Ina maana Mungu anasemaga uongo jamani? Watu wa Mungu anasemaga uongo? Hata siku moja Mungu hajawahi sema uongo. Mungu ahadi zake ni ndio, ni amina, ni kweli. Haya, endelea. Fitina. Hizi nazo zinaeleweka. Mtu tu ni kutengeneza fitina. Ni kufitinisha hata watu, gonganisha watu. Ndio raha yake. Na wakati wa mbinguni wewe. Endelea. Faraka. Endelea. Uzushi. Kuzuazua mambo, kuibua jambo hujathibitisha, hujahakikisha, wewe unazua. Biblia inasema wazushi wakishajulikana, hatua ya kwanza unaweza kaonywa. Hatua ya pili kionekana wewe bado mzushi, anasema huyo mtu toe mbali nje kabisa. Maana huyo mtu ameshajikinai, hafai huyo. Jamani, amina. Tabia ya kuzuazua mambo hujahakikisha ife.
Tuko pamoja wapendwa? Kwa watu wanaoenda mbinguni, tabia ya kuzuazua mambo na iwaibua jambo, hujathibitisha, hujahakikisha, unasema fulani umesikia fulani kwa fulani. Nyie hizo tabia zitoka wapi? Mungu atusaidie. Na nina taarifa ya kwako. Tabia hiyo nina taarifa na wewe. Ngoja kuna siku nakuita nihakikishie hii. Umeniambia hili liko hivi na hivi. Na kwa nini kuna wengine hata jambo hata kama umeliona, kwa nini uanze kulipeleka kwingine? Baraza hili lipo. Kwa nini usipelekea kama unaona huku ni mbali mno, kwa nini usipelekea lakini unaanza unapita nalo huko, linazunguka huko. Tabia hiyo ife. Nasema tabia hiyo sio tabia ya watoto wanaoenda mbinguni, sio tabia ya wana wa Mungu. Hiyo ni tabia ya shetani hiyo. Sasa sijui na wewe unataka uwe familia ya shetani, unataka uwe familia ya Mungu au namna gani? Jamani, amina. Sisi ni wana wa nani? Sisi wana wa Mungu. Mambo yetu yako wazi. Umehakikisha, umeshuhudia. Wazee, nimeona 1 2 3. Shughulikieni. Haleluya. Aina kama ikiwezekana njoo hata mchungaji. Nimeona hii, sio nimesikia. Unajuaje hata ulipo aliyekwambia wewe, unajuaje na yeye hana uhakika? Usilete jambo ambalo umesikia hujahakikisha. Hata wala usilete. Tuko pamoja? Naona watu wengine wananuna hapa. Nasema hivi, tabia ya kuibua mambo na hata kuyaleta huku, hiyo tabia ife. Kwa jina la Yesu. Hiyo sio tabia ya watoto wanaoenda mbinguni. Wanaenda mbinguni anaishuhudia jambo, anaihakikisha, anajiridhisha, ndipo anaileta kwenye maeneo husika au kwenye ofisi husika. Sio wewe nimesikia. Nimesikia fulani anatembea na fulani. Tumesikia, umehakikisha? Nimesikia fulani amekuja pombe. Kuna mama mwingine alikuwa na anapigia simu. Tulikuwa tunaongea kama sio jana lini, sio hapa lakini simu nyingine. Si nimesikia fulani nimemwona ameshika kikombe anakunywa. Sasa hata kujua kwamba kikombe hicho ni maji, labda amejimiminia soda na kunywa huko soda, wewe tu ni kupeleka wewe. Yaani hivi umekosa kazi ya kufanya, lakini kama unaanza kupeleka watu hao. Mungu atusaidie. Upone kwa jina la Yesu. Hebu mwambie Bwana, Bwana niponye. Na tabia hii Bwana niponye. Sio tabia ya watoto wa Mungu waliokoka wanaoelekea mbinguni. Habari ya ni kitu gani? Ni uzushi. Uzushi. Ndio. Usuda. Usuda. Usuda ni kama wivu vile nini? Endelea. Ulevi. Sasa ulevi na wenyewe sio ulevi tu wa pombe. Unaweza kama ulevi wa mawazo, ulevi wa maneno, ulevi wa aina mbalimbali. Ulevi wa kazi mwingine kazi yake imemlewesha. Mpaka muda wa ibada umefika, muda wa kipindi umefika, amelewa na kazi yeye nimemlewesha. Paulo mtume ni kwa nani kule Galatia? Kwa Waefeso. Anasema msilewe nani? Bali mlewe, bali mjazwe nini? Jazwe Roho. Kama ni kulewa jamani, hebu tulewe na Roho Mtakatifu. Tulewe na Roho Mtakatifu. Tulewe na Roho Mtakatifu, sio tulewe na maneno. Yaani mtu mwingine bila kusema watu, hapo sio yeye. Mlevi wa mawazo, mlevi wa maneno, mlevi wa vitu ambavyo wala havimpendezi Mungu. Endelea. Ulafi. Ulafi na wenyewe huu ni zaidi ya mlo kamili. Yaani au mlo halali. Ulafi ni usipa wa ulafi wa aina yote, sio ulafi wa chakula, hata maneno, mawazo, matendo, hata chakula chenyewe. Wengine yani yeye ni kulaga sahani kama uko kwenye misiba, ndugu usiseme. Yeye anapiga sahani hata 5. Anakupigia hapa zawadi. Anasema Mungu akupe nini? Yaani kuna
ili ya kwamba wali ukamkome huko na nyama zikamkome huko. Mungu atusaidie. Tabia hiyo ni mbovu kabisa na haifai kwa watu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tena ikitokeaga hata kama ndio alikuwa mwenye maombi anasema huyu. Yaani imetokea ndio msila. Imetokea hapo, yeye anasema la, angalau halikizo kameshapatikana hapo sasa. Hapo nakwambia na baki mbele kweli kusimama pale ni pale ngoja watoke kule mazikoni kule mbio na yeye. Anatingana na hata na watu ambao hawajaokoka anatingana simame kwenye foleni. Watu hao wapo tunao humu ndani. Au humu watu nao. Bwana Yesu asifiwe. Humu tutakuwa tunao, si ndio? Mbona mmenuna? Nina mashaka na nyie mlionuna. Ambao mtabasamu, mbona mimi wenzangu natabasamu hapa? Nyie wenzangu ambao mnanuna mnakuwa na walaki. Utakuta mtu yani, hello, lete na nyingine. Lete na nyingine. Lete na nyingine. Soda hizi ndio usisemi, hata kusema ni masumu hayo, mnakunywa ni masumu hayo, hamna. Piga tu sijage. Sijage tu ni kunywa tu soda, kunywa. Baadaye utashangaa unaambiwa una kasukari. Mara sikio na BP. Si mara nini? Ili wewe mwenyewe uliruhusu. Mungu atusaidie. Hapo ndio wataonekana wale ambao wamejiingiza kwa siri hawajaokoka kweli, hapa ndio wanaonekana. Mungu atusaidie. Au niseme hapo ndio tutaonekana. Maana neno la Mungu ni upanga. Linakata wapi? Hata upata mimi wale wangu kama huwa nafika mahala naanza kukimbizana na sahani za wali huko na kimbizana sijui na soda sijui namna gani, ole wangu. Mungu atusaidie. Lakini asante Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayechunguza mioyo. Uwe naangalia. Haya twende. Na mambo yafananayo na hayo. Sasa hapo ndio hayo mengine mengi ambayo hata hayana hesabu. Wewe unaweza kujaza hapo anasema na mambo mengine yanayofanana na hayo. Anamalizia. Katika hayo nawaambia mapema. Kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Nasema wataurithi ufalme, hawataurithi ufalme wa Mungu. Yaani watu watendao mambo ya jinsi hii tuliyoisoma hapa na yanayofanana na hayo, tunaambiwa watu kama hawa hawataurithi. Kwa lugha nyingine hawatauingia ufalme wa nani? Haleluya. Jamani amina. Wangapi wananipenda? Bora naona mikono mingine haijanyanyuka, bora ikae hivyo hivyo. Wanadhani kwani unapokuwepo mahali na ubiri wote watakupenda? Hamna. Na mimi nashukuru hata niaba ya mnyanyosha na washukuru. Bwana wabariki. Maana Mungu ametupa kubariki. Hajatupa Qur'ani sasa Mungu kubariki kama. Mungu hajatupa Qur'ani, ametupa kubariki. Nasema na wewe ambaye unyanyosha, Mungu akubariki. Ila nilikuwa nimesimama kwa sababu jamani, basi mambo ya Mungu tuyache yadini. Mimi leo sikuandaa ujumbe huu, ila Roho Mtakatifu aliandaa ujumbe huu. Basi Bwana na mimi alibariki neno.